Ya moja huko Nakuru inajiuliza maswali baada ya watoto wao watatu kuzaliwa wakiwa na matatizo ya kupooza ubongo au cerebral palsy. Samuel Gitonga pamoja na mkewe Kezia Wamboi ambao wanaishi katika mtaa wa mabanda wa Manyani mjini Nakuru wameshindwa kumudu gharama ya mahitaji ya kimsingi ya watoto hao. Kutoka huko, Joan Leting anaarifu. Tunapowasili katika chumba hiki katika mtaa wa Manyani, harufu ya mkojo inatukaribisha. Ikiwa kuta za nyumba hii zingeweza kuzungumza, zingeeleza kuhusu uchungu wa familia hii ambayo inaonekana kukosa matumaini maishani kutokana na mzigo mkubwa kwa lea watoto hawa kwa zaidi ya miongo miwili. Wakati Kezia Wamboi alipojifungua mtoto wake wa kwanza kwa jina Moses Mbugua mwaka wa 2003, alijawa na furaha ya kumpata mtoto mwenye afya, akidhani ni safari ya furaha kujenga familia yake. Lakini alipojifungua mtoto wa pili miaka miwili baadaye, hapo ndio masaibu ya familia hii yalipoanza. Daktari alimweleza kuwa mtoto wake Peter Mbote alikuwa amepooza ubongo. Kisha mtoto wa tatu na wa nne wote wakagunduliwa kuwa na tatizo hilo hilo. Sasa hatungekuwa na lingine, wezi chukua mtoto utupe. Tulichukua mzigo kama ni wetu, tukaanza kuwalea. Tumejaribu sana kuwashughulikia kwa hali ya chakula, hali ya kuwaeka wakiwa safi. Lakini ile kitu ya muhimu sana ni kupenda hawa watoto. Kwa sababu nisipowapenda labda nitupe bibi na nitoroke. Hiyo hali ya kuwachuka wakiwa wadogo mpaka wakati huu ninakuwaga na shida sana. Kwa sababu ni watoto watatu na ni watoto wadogo. Sasa hata kuwalea hiyo inakuwaga shida. Siwezi fanya kazi chochote ati huko nje. Kwa sababu ni watoto, huwezi fanya kazi. Kazi yao ni kuwachunga tu. Familia hiyo ilikuwa inaishi Njoro, lakini kutokana na unyanyapaa waliopitia iliwalazimu kuhama. Ilikuwa na shida kubwa sana kwa sababu watoto walikuwa wanafika pahali labda wafichwe. Ujua vile watu walikuwa wanaichukulia hiyo hali. Walikuwa wanaona ni watoto watatu. Sasa hata nilikuwa na shida sana kwa sababu watu walikuwa hawakuwa wanapenda kukuja kwetu nyumbani pahali tulikuwa tunakaa. Kwa naona kuna mwingine utasambia karibu, akaambia kuna shughuli, anapita. Kuna wengine pengine wako na huruma wanaingia. Lakini hapa niliona kama hapa watu wana huruma sana. Watu wakisikia tu hivyo wanakuja, wanajaribu kuwaona, hata kama hana kitu anakupea tu nguvu. Sasa Gitonga na mkewe wanaomba msaada kutoka kwa Samaria Wema angalau waweze kumudu mahitaji ya kimsingi kwa watoto wao. Ningepata wa kunisaidia nipate shule ya watoto ingekuwa vizuri. Tena unaona nyumba yenye tunakaa very squeezed. Na hawa watoto wanataka pali pasuri. Tutakuwa tukiwatembeza nje hivyo. They are really in need. They needed a medical. They are grown-ups already. They are aging between 6 to 14. They are not yet in school. And it really touched me because even for them to afford some food and even clothing, it's a problem. Ugonjwa wa cerebral palsy huathiri mfumo wa neva na kumfanya anayeugua kushindwa kukaa au kusimama wima na hata kutembea. Nchini Kenya inakadiriwa kuwa watatu kati ya kila watoto 100 wanaishi na tatizo hili la kupooza ubongo au cerebral palsy. Joan Leting katika maeneo ya Manyani, kaunti ya Nakuru.